Tumekuwa tukisikia watu wakitafuta pesa. Kama mnavyojua kuna heka nyingi sana za kutafuta pesa. Lakini hivi unajua pesa dunia nzima zinatafutwaje? Kuna njia kuu 4 tu za kutafuta pesa. Unaweza kutafuta pesa kama mwajiliwa, unaweza kutafuta pesa kama mtu uliyejiajiri, unaweza kutafuta pesa kama mfanyabiashara, na unaweza kutafuta pesa kama mwekezaji. Hizi ni njia 4 zinatumika dunia nzima. Sasa leo nitakuletea mada inayozungumzia mambo haya ambayo ni muhimu sana katika harakati za kutafuta pesa katika kipindi chetu pendwa cha Karakana Mkwanja, kipindi cha wahangaikaji, watafutaji. Ishu ni kujua unatafutia wapi katika hizi njia 4. Wewe umejipangaje? Twende, usitoke. Nipende kumacknowledge na kumtambulisha kwenu, naweza kumuita mentor au gwiji ambaye amenifikirisha sana kwenye haya mambo ya personal finance. Mr. Robert Kiyosaki ni mwandishi mzuri sana wa vitabu. Nafikiri wengi mtakuwa mnafahamu, ameandika vitabu vya Rich Dad, Poor Dad, very good book. Kama hujasoma kitafute. Hii principle ya cash flow quadrant ambayo ndio tunaenda kuichambua. Kuna kitabu chake ameandika kinaitwa Cash Flow Quadrant. Kwa hiyo nipende kusema hizi nimezipata katika tabia ya usomaji. Ni moja ya tabia muhimu sana katika mafanikio, katika utafutaji. Tutakwenda kuelewa mbinu na zinazomfanya mtu awe a permanent learner. Kwa hiyo mimi nimemfuatilia sana na naendelea kumfuatilia Robert Kiyosaki na wengi ambao wanazungumzia mambo haya ya pesa, kwa sababu dream yangu ni kufanikiwa kiuchumi. Hiyo lazima niseme ukweli, ndio ninachotaka. Yani, na sio nifanikiwe mimi tu, kwa kweli natamani watu wote tufanikiwe. Ndio essence, sababu ya mimi kuzungumza na wewe leo. Leo ni siku nzuri sana. Nazungumza na wewe. Mlengo wangu katika kipindi hiki. Mnakumbuka Karakana Mkwanja imewalenga vijana, wanaume kwa wanawake. Napenda sana kuanzia wanaume, kwa sababu huko nyuma huku kwa kiasi fulani, unajua mimi ni mama wa vijana na wasichana. Yani ni kama vile tuliwasahau vijana wetu. Kila kitu tulikuwa tunazungumzia wakina mama. Hapana. Tunakwenda pamoja, vijana wangu, msikilizaji wangu, kijana wa kiume, kijana wa kike, twende pamoja. Njia zetu hizi 4 ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, ajira. Ajira ni muhimu sana. Hapo ni mahali pa kuanzia. Watu wengi tumeanzia huko na bado tutaendelea kuanzia huko, kwa sababu ajira, mtaji mkubwa wa ajira ni wewe, nguvu yako na utayari wako kufanya kazi. Njia ya pili ni kujiajiri. Kijana wangu, umefanya kazi kwa kipindi fulani, umepata uzoefu, unaona kwamba unataka kwenda kutest vile vitu ambavyo umevizoea. Sasa na wewe unaanza kujibrand. Hapo unajiajiri. Unapojiajiri, ni wewe ni bosi wa wewe. Kuna bosi nyuma yako. Ukijiajiri, ukilala huli, unakula kwa urefu wa kamba yako. Ni njia nzuri, ina faida zake nyingi, tutaziona, lakini kuna changamoto zake, tutazipitia pia. Njia ya tatu ambayo imewawezesha watu wengi kupata mafanikio makubwa sana ya kiuchumi ni njia ya biashara. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja, matajiri wakubwa 5% of richest people in the world wanafanya biashara. Kwa hiyo kumbuka tuko kwenye kipindi cha Karakana Mkwanja. Mimi na wewe msikilizaji wangu, sisi ni walengwa kwa matajiri. Inawezekana. Sasa katika njia hii ya biashara
ni wakati pale unaanza kuunda mifumo ya kutengeneza mkwanja. Yaani mifumo ya biashara ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo tutaangalia mifumo hii ya biashara ni ipi. Tutaangalia nini kinahitajika, hasara ni zipi, changamoto zipi, mafanikio ni yapi. Njia ya 4, njia hii kwa kweli ni njia nzuri sana na ni njia ambayo kila mtu anatamani afikie. Ni njia ya uwekezaji. Hapa ndugu yangu ndio mahali pa kula bata. Yaani umekaa uko beach, simu zinaingia, mkwanja unaingia. Umeelewa? Umekaa umeenda zako vacation, pesa zinakutafuta, zinakufuata. Sio hiyo tu, maisha yana mengi. Kuna kipindi umelazwa huko hospitali. Lakini kama ni mwekezaji, akaunti zako zinaendelea kusoma. Kwa hii ni njia kubwa na ya juu sana katika mafanikio ya kiuchumi. Lakini labda la msingi ni kujua ili ufikie huku utakuta kwamba njia zote zinahusika. Watu wengi ambao ni wawekezaji wazuri leo hii walianza kama waajiriwa, kipindi fulani wakajiajiri, wakafanya biashara na mwisho wakawa wawekezaji. Na inafika wakati particularly biashara na uwekezaji waga zinaendaga pamoja. Kwa sababu ukumbuke unapokuwa mfanya biashara engagement yako ni ndogo, wakati huo unaweza kuwekeza, basi haya mambo yanakwenda pamoja. Basi tutaziangalia zote. Itoshe tu kusema njia hizi zote ruksa. Wewe unayenisikiliza zote zinakuhusu. Ni wewe tu kujipanga, kujiangalia, kujitathmini, uko wapi, ndoto yako ni ipi, unataka kwenda wapi. Usitoke. Usiache kunifuatilia. Kana Mkwanja ni kipindi ambacho kama utakifuatilia vizuri kitakupa majibu. Tunazungumzia habari za waliofanikiwa. Tunajifunza kutoka na wenzetu. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivi vipindi, tutaendelea kutumia mifano mbalimbali. Usitoke. Endelea kunifuata, endelea kusubscribe channel zetu za Karakana Mkwanja. Endelea kufuatilia peji zetu za Instagram. Wewe ndio mlengwa wetu. Wewe unayenisikiliza ni wewe ninaye kukusudia kuzungumza na wewe leo na siku zingine zote za mbele yetu. Wewe kijana unayenisikiliza, nafikiri unakumbuka nilivyosisitiza katika vipindi ambavyo mara nyingi nikiongea nasisitiza sana kujipanga. Najisisitiza sana malengo. Mtu asiye na malengo hajui anachokifanya, hana dira. Distraction kidogo inamuondoa kwenye leli. Sasa ili kukueleza, kufikisha, unasema to let the story reach home, nitatumia hadithi fulani ambayo nilifahamu miaka mingi kidogo. Nilisoma ka pamphlet kadogo sana, nafikiri labda miaka maybe kwenye 80 na kitu, na kilikuwa ni story katika lugha ya Kiswahili. Unajua kuna watu wengi tunafikiri hizi stories za Kiswahili yani maybe hazina impact au hazijatafakariwa. Lakini kwa kweli haijalishi lugha. Ukisoma story angalia mantiki. Mimi nilisoma kaji pamphlet kameandikwa Safari ya Tanga. Kwa watoto wangu, vijana wangu ambao wananifahamu, nafikiri story nimeshaiongea mara nyingi sana katika maisha yao. Nafikiri watakuwa wanacheka, mama go again with the Safari ya Tanga. Story hii ilikuwa inazungumza mtu mmoja ambaye alipanda basi na wenzake kuelekea Tanga. Yeye alikuwa na malengo na Tanga. Sasa walivyokuwa nakwenda njiani kufika usawa wa Chalinze. Hapa nazungumza miaka ya 80. Hali ya usafiri sio kama mnavyoona sasa hivi. Ilikuwa ni shida. Kuna wakati magari yanaharibika, unaweza kukaa wiki nini na nini. Basi, kwa hiyo tafulani ilivyowapata njiani usawa wa Chalinze, waliokuwa wajielewi wakaona hii shida sasa. Kuna waliorudi Dar es Salaam. Kwa sababu safari imesha kuwa tatizo. Kuna wengine ambao walikuwa hawajielewi, kukatokea lifti kwamba bwana unajua ili uende Tanga, hebu kwanza tupitie Moshi. Kuna ambao wakapanda lori kuelekea Moshi. Walipofika kule wengine hata Tanga hawakufika kabisa.
wakajiengage na mambo ya Moshi. Lakini kulikuwa na kijana mmoja alikuwa na deal Tanga. Na kufika hiyo safari, wakati ule kutafuta nauli ilikuwa changamoto. Alikuwa amejipanga muda mrefu kwamba nakwenda Tanga kwa sababu naenda kuanzisha shamba la katani. Ndio aliona ndoto yake iko pale. Kwa hiyo akawa haelewi narudije Dar, naendaje Moshi, mbona mimi nataka kwenda Tanga? Basi yule bwana aling'ang'ana, alikaa hapo Chalinze, alikula matunda ya vijijini pale Tanga. Kuna pale njiani kuna nani, kuna Wamasai wako sehemu zile pale, walimsaidia kumpa maziwa na nini. Kwa hiyo alikaa karibu wiki nzima. Mwisho ile barabara ikatengenezwa, akapanda basi lake akaenda Tanga na akafanikiwa katika kile alichokuwa nakitaka. Sasa the logic behind history ni nini? Maisha yanataka dira, maisha yanataka malengo, and then kujipanga na mikakati ya kufanya yale unayotaka kuyafanya. Tumeangalia safari ya mafanikio kiuchumi inaweza kukupitisha kwenye njia 4. Unaweza kumtoa ajira, unaweza kujiajiri, unaweza kuwa mfanyabiashara, unaweza kuwa mwekezaji. Ni rahisi sana kuyaongea haya maneno kwa dakika moja, lakini sio shughuli ndogo. Lazima uwe umejipanga, lazima uwe na ndoto. Kwa hiyo msikilizaji wangu, kijana unayenisikiliza, jiulize Tanga yako wewe ni nini? Labda niweke kidogo Kiswahili cha Kitanga. Jiulize Tanga yako ni nini? Kuwa na Tanga yako, itafute Tanga yako, pambania Tanga yako. Nimekuuliza Tanga yako ni nini? Sasa napenda kukueleza Tanga yangu mimi. Safari yangu ya kwenda Tanga bado naitembea, lakini nimeipita katika njia ndefu. Mwaka 84 mimi ndio kwanza nimeajiriwa. Nilifanikiwa kupata kazi. Mimi ni mchumi, nilifanikiwa kufanya kazi kama mchumi Benki Kuu, mwajiriwa. Lakini Tanga yangu mimi niliyokuwa naifikiria mbali sana. Kwa kweli nakumbuka siku nilivyoacha kazi Benki Kuu. Nakumbuka nilikuwa naongea na bosi wangu mmoja, akaniambia, Mama Minzi, akili yako sio nzuri. Nikamwambia tu kitu kimoja, nafikiri akili yangu ni nzuri, lakini natamani nifanye kitu ambacho hata siku mimi nikiondoka kitanihusu mimi. Nikamwambia bosi, naomba unihakikishie, hivi naweza mimi nikapata share nikawa mmoja wa wawekezaji wa Benki Kuu? Akaniambia, here you go again, you must be crazy. Lakini that was my Tanga. Mimi nilikuwa natamani siku moja, ndoto yangu, niweze kufika mahali na mimi nikawe na kitu changu ambacho naweza nikawaambia watu, huu ni mchango wangu katika dunia hii. Sasa Tanga hii haikuwa kazi rahisi. Kuna kipindi mimi nimepika maandazi. Yes, nimepika maandazi. Pesa ya ajira ilikuwa haitoshi, lakini nilikuwa natamani bado kuendelea kufanya kazi kwa sababu ajira imenifundisha mambo mengi sana. Lakini ikabidi niwe na subsidizing income. Mimi nimefuga kuku. Nimefuga kuku nikiwa mfanya kazi tena wa taasisi kubwa, lakini nilikuwa nafuga kuku. Mimi nimekwenda nikaanza kidogo kidogo kuweka akiba, kwa sababu nilikuwa naiona Tanga yangu kwamba kuna siku mimi nitatoka hapa nje. Natokaje? Kipindi kile kuweka akiba haikuwa kazi rahisi sana. Na unaona siku hizi kuna encourage mingi sana ya kuweka akiba. Wakati ule ilikuwa haipo. Lakini mimi nilikuwa naijua Tanga yangu. Kuna siku mimi nita exit doo hii hapa. Natokaje? Kwa hiyo by the time mimi naondoka, siwezi nikasema figa yangu, lakini achana na pension yangu, nilikuwa na figa kangu kakuanzia. Kwamba mambo yakishindikana naanzaje? Kwa sababu naitafuta Tanga. Akiba hiyo ilinisaidia mimi kuanzisha biashara. Nimeanzisha biashara. Lakini ajira niliyokuwa nayo ilinisaidia sana nidhamu ya kazi. Mpaka leo mimi almost naamka muda ule ule niliokuwa naamka kazini.
utaona tutakwenda kuangalia faida za ajira. Ajira ina kubrand, kwa sababu ukiwa your own boss kuna kujisahau. In fact nilikuwa nakutana na wenzangu wananiambia mama mimi sasa hivi una raha, utakuwa unalala mpaka saa 4. Very far from it. Ukijiajiri huwezi kulala. Unalalaje? Unajua windo lako ndio unalokula. Kwa hiyo unalala, ukilala na account imelala. Umenielewa? Unaweza ukapause kidogo ukamwibia muda mwajiri, lakini huwezi kujiibia. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia, kwa kweli mimi Tanga yangu ambayo nilikuwa natamani freedom, financial freedom, siwezi kusema nimefikia huko kwa sababu bado natafuta, lakini naweza kukwambia njia zote hizi almost mimi nimezipitia. Nimejiajiri, kwa sababu ukifuga kuku, ukipika maandazi wewe ni self employed. Wewe ndio beka, wewe ndio afisa kilimo, afisa mifugo, na huku umeajiriwa, lakini bado nikafanya biashara, na mpaka leo nafanya biashara, nikatengeneza mifumo. Leo niko naongea na wewe, kijana wangu naongea na wewe, lakini kuna watu wanafanya kazi. Umenielewa? Lakini sio hiyo tu, nimejaribu pia kuwekeza, kwa sababu unavyokuwa mtaani lazima ubalance. Na hii ni moja ya risk mitigation. Uko mbele tunavyoangalia faida mbalimbali za ku diversify portfolio, hasa kwa mtu uliojiajiri, kwa sababu kuna wakati plan A inaanguka, unasimama ya pili. Kwa hiyo my life, I would say nimekuwa na very humble beginning. Imagine mimi mchumi napika maandazi. Imagine mimi in fact nikiwa nafanya kazi, nakumbuka kuna wakati hata nilikuwa nauza vitafunio. Yes. Watu wanaokumbuka wanaweza kuwa wanaona. Nimefanya na sikuwa na upungufu wowote, wala nilikuwa sio msomi. Nilikuwa na master's degree. Lakini kuna watu walikuwa na pozi na suti zao vizuri hawafanyi. Mimi nilikuwa nafanya kwa sababu mimi nilikuwa na Tanga. Kulikuwa na kitu nakitafuta. Mpaka leo bado nakitafuta, sijakipata. Nimekuletea leo mada kuhusu njia 4 za kutafuta pesa au mkwanja kwa lugha ya Kikarakana. Sio tu kwamba nataka uelewe haya mambo kijuujuu, au tu sitoi certificate ya uelewa kwamba unajua hiki. Nimekuletea ili uwe mshiriki. Uwe mshiriki kwa sababu haijalishi uko wapi. Kama unataka kutengeneza pesa, ni lazima upitie hizi njia 4. Ama mwajiriwa, ama umejiajiri, au uko kwenye biashara, au kwenye uwekezaji. Hakuna njia nyingine. Kwa kuendelea kupata elimu kama hizi na nyingine nyingi, malengo ya kipindi hiki ni wealth creation. That's our main focus. Na utakuta kwamba swala la wealth creation ni swala mtambuka. Linahusu mambo mengi. Kuna siku tutafundishana malezi hapa, kwa sababu yanahusika. Sasa ili uendelee kupata hivi vipindi na haya masomo, endelea kufuatilia YouTube channel yetu ya Karakana Mkwanja, lakini endelea kufuatilia social media pages zetu zote. Lakini kwa swali na assignment niliyokuachia, napenda kukusikiliza. Napenda kujua mawazo yako. Uko wapi? Unakwenda wapi? Unataka kwenda wapi? Hata una changamoto gani? Usishindwe kutufikia. Namba yetu ni 0677 079 531. Nitajitahidi kujibu maswali yenu yote. Sitaki tumwache mtu. Twende pamoja.